kuna hawa watu mara nyingi wanakuwa hawaswali kabisa, ikifika Ramadhani tu wanaingia msikitini. Sasa hawa shekhe, kwa kifupi, wewe unawapatia nasaha gani shekhe hawa watu kwa sampuli hii? Nasaha ni kwamba mpaka waelewe ya kwamba Ramadhani, tusiseme Ramadhani ni mwezi wa ibada. Wao wanasema hivyo, lakini hii ni kauli ya makosa. Kauli sawa sawa ni kusema Ramadhani ni mwezi wa kuongeza ibada. Yaani ibada zipo daima mwaka mzima kweli, lakini ikifika Ramadhani tuongeze pale ama kwamba tulipo ili tupate fadhila zaidi. Mimi nasiha yangu kinyume, yote atashangaa, itaenda kwa wale wasimamizi wa hawa ambao wanaingia msikitini Ramadhani tu. Sitozungumza na watu wasioingia msikitini, nazungumza na hawa wasimamizi wao. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu wazazi, mabwana, kwa sababu hawa ambao kwamba wanaswali Ramadhani peke yao, ima ni mtoto wake mtu, baba yake yupo. Kama baba yake hayupo, aishi na shangazi yake, aishi na bibi yake, yuaishi na mtu wake yoyote, ana take care. Na ikiwa ni mke, yuaishi na bwana wake, na ikiwa ni bwana, aishi na bibi yake. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anaishi peke yake katika hawa. Mimi nawaelekea hawa ambao ni baba, mfano anaswali mwaka mzima lakini watoto hawaswali, na ndio utaona misikiti huwa inajaa watoto kiasi cha kwamba ni kero, sio furaha tena, ni kero. Kwa nini ni kero? Kwa sababu ni watu ambao wamekuja hawajui sheria za swala, hawataki kujifundisha lolote. Yani amekuja, utafikiria amekuja kwenye uwanja wa mpira waswali ya kupitia mbele, yani wataka kuchukua mkebe wa kutawadha, yani akupokonya, yani tofauti. Swala yao ni magharibi. Tarawih waoni hao. Sasa nazungumza na hawa watu wanaoishi nao. Umewakabili vipi hawa watu ambao wanaendelea hivi, hawaswali, wanangoja Ramadhani, unawaona? Wewe ndio utakuwa mas'ul, kwa sababu hujakabiliana nao wewe. Kukabiliana na mtu, ima kumwambia, je, tunawaambia sisi? Tukisema ndio tuwaambia hatusikii. Je, umetumia njia gani ya kuwalazimisha? Kwa sababu kama ni mke, kuna uwezo wa kumlazimisha aswali. Kama ni mume, kuna uwezo wa kumlazimisha aswali. Kuna haki zake ambazo kwamba unamwambia mimi sitokufanyia kama hutoswali. Watoto tumewakabili vipi sisi? Mbona nyumbani watu wanaishi buhairi wa afya, hakuna mtikisiko wote na watoto hawaswali? Lengine la mwisho, pia dua za fanya kazi. Ndugu zangu Waislamu, dua za fanya kazi. Ikiwa umemwambia, umemlazimisha, bado asikii, ni kumwombea dua. Kwamba Mwenyezi Mungu, nakuomba watoto wangu waongoze ya Rabbal Alamin, wawe watoto wa kukutii ya Allah. Mwenyezi Mungu atakuitikia. Lakini sisi efforts, hatujatumia effort yoyote sisi. Ndio nikasema nitapambana na hawa watu wasimamizi ambao wanasimamia watu wasioswali. Kama huyo baba ndio mwanzilishi wa uovu, haswali, wale watoto unania, lakini mwenyewe haswali. Sasa wajua, sasa kama baba wajua haswali, wajua shekhe, bibi pia anatafuta njia hiyo, wale watoto watakuwa hali mbaya. Kwa hivyo pia hapa ni kuongezea shekhe, ni kwamba sisi kama wazazi tujukumike, tujitahidi, tuwe watu wa ibada, ili tuwe mfano bora kwa kizazi chetu, tuwe mfano bora kwa hawa wake zetu tunaowaoa. Hiyo shekhe, itakuwa hiyo nyumba itakuwa nyumba nzuri, na Mwenyezi Mungu atakuwa anahurumia ile nyumba moja kwa moja. Lakini shekhe, kama wewe utaki swala, yani wewe tena, unaona shekhe, la ajabu ni kwamba kuna baadhi ya kina baba, hasa swali atamwambia mkewe ampikie lunch, hafungi lakini atakapikia lunch.